kilikuwa ni kifungo ambacho humzuia mtu kuwa huru na mambo yake ya nyanyasa. Nilikuwa najiuliza, waingiao kwenye ndoa ni nini wanakiharakia? Kwa nini wasiwe ujana kwanza? Kwa nini wasimalize mambo yote ya kidunia nipoingia kwenye mkataba huu wa mateso? Lakini leo nimegundua tafsiri yangu niliyoiweka juu ya ndoa haikuwa sahihi. Ndani ya sikukuu hii ya Eid nimejifunza kuwa ndoa ni stara, ndoa ni heshima, ndoa ni utulivu wa kila kitu kwa kila aingiaye ndani yake. Nimekukosea mume wangu, narejea kwako kukuomba radhi. Naondoka, nimekwambia sikae wewe hapa, sisi sikukuu leo hapa. Nini sasa? Mata, mke wangu, najua siwezi kuupaka rangi upepo, na hakika siwezi kupingana na hili liliopo, lakini wewe ni mke wangu tu. Nimealika ndugu jamaa na marafiki waje nyumbani kwangu siku ya sikukuu kama ya leo. Unasema unaondoka, mke wangu, ulinipikia daftari, unaondokaje mamake? Hivyo mwanamume, una matatizo gani? Una shida gani na mimi? Nakuuliza, una shida gani na mimi? Nikufanyie kitu gani wewe ili uridhike? Nimepambana mwezi mzima kukufurahisha wewe. Mimi furaha yangu ilikuwa haipo kabisa, lakini nimejitahidi, nimejivika majubani, nimefanya nini sijui nini, maftari nimekupikia, na hata sasa hivi pia nimepika kila kitu. Kuna chapati za nazi, kuna mikate ya kuoka, mikate ya kumimina, tende pia na maziwa nimeweka. Au nataka na mimi pia nijiweke pale mezani unile. Sasa nakwambia hivi, mimi siwezi kukaa hapa kula sikukuu na wewe. Upo naenda zangu huko kufanya mambo yangu na mimi yanayoridhisha nafsi yangu. Sikukuu nzima tinjieke ndani? Hivyo unionaje mimi? Wanionaje? Mimi si mtu kukaa ndani na wewe. Sikukuu kama hii ni ya kwetu, tunaenda kufanya mambo yetu mjini. Kama unataka baba, nakukaribisha twende wote. Unajua disco vumbi wewe? Unajua disco shikilia? Twende ukale vitu baba, acha ushamba. Mata, mke wangu, naomba unisikilize kwa makini. Umefunga mwezi mzima huu. Siku kama leo nataka kwenda kufanya kama mbona akili kwenye kinywa chako. Hiyo si sawa. Kwani hata Mtume kasema. Samani sana. Sijaleta mwadhara hapa unihubirie. Sawa? Utanilaanike. Kila kitu Mtume kasema. Kila kitu Mtume kasema. Utafikiri ulicheza naye mpira utotoni. Sifahamu. Hebu jiongeze mtoto wa kiume, muone na ndevu yake wewe. Maana kama vile Maka pia ulikuwepo na huyo Mtume. Una aibu. Hapa hivi mimi siwezi kula sikukuu hapa. Umenielewa? Nenda kufanya mambo yangu bwana, nafsi yangu iridhike. Kwa nini lakini? Sasa nisikilize. Naenda zangu kufanya mambo yangu. Ndoa. Wenye ndoa nao akitoka na wewe umo. Niache babu nijienjoy. Mtoto wa watu umeniona, watakaonifubaza humo ndani. Mwezi mzima unanifungia na leo pia uniachi. Babu wewe utajua mwenyewe na Mtume wako, utajua mwenyewe na lakini Mata, kaka, jaribu kumvalisha mtu kiatu anayekimbia.
na wala usimpe mtu zawadi ya saa ikiwa atambui thamani ya muda wako. Mwache aende. Hii ni siku ya Idi, ni siku ya furaha, bali kuipoteza furaha. Nachokuomba tuingie ndani tukapate. Sawa, ingawaje sio rahisi, lakini sina namna. Nimekuelewa. Halo. Naam. Sawa, nadhani itakuwa ni vizuri sana. Ya, lazima nifike shehe. Lazima nifike. Hapa nasubiri kidogo, shida ipoepoe kidogo alafu nitakuja. Aya, inshallah. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Vipi tena, mbona sura umeikunja hivyo? Umekuja tena una begi hapo asubuhi hii? Hata iftari za sikukuu bado hazijatushuka matumboni mwetu. Haya, kulikoni? Nimekuja kula sikukuu. Kula sikukuu? Mata, wewe si una mume wako wewe? Mimi huku niko mwenyewe, sina mke, sina dada, sina wifi. Na ndio maana nimekuja. Sababu najua uko peke yako kakaangu, nitakuwa sina mtu wa kunibanabana hapa, nitakuwa nitakula sikukuu ninavyotaka kuliko kule. Yaani hilo unaloliongea sasa hivi hilo ndilo ambalo kwa umeliacha. Hebu naomba uniambie, kimetokea nini huko ulipotoka kwa mumeo mpaka unakuja hapa asubuhi? Na sio kawaida. Mfungo mzima wa Ramadhani sijakuona pua yako hapa kuitia kwenye hii nyumba. Una shida gani ndugu yangu? Hebu naomba uniweke wazi. Nakujua Mata, nakujua vizuri, naomba hivyo usichokielewa ni kitu gani? Kwa sababu huna mke, huna dada, huna shangazi, mimi ndo ndugu yako. Nimeona nje ile sikukuu hapa. Kwanza hapa nipo huru. Nitakuwa nipo huru hapa kuliko kule kubanwa, sijui hivi ukifanya hivi mtu ukifanya hivi sijui juu basi. Maisha gani sasa yale? Mimi sijazoea bwana. Ndio maana nimekuja kwetu leo kula sikukuu. Sasa shida iko wapi hapa? Sasa nimeanza kukuelewa. Na nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo wewe, huu mwezi mzima wa Ramadhani, kuanzia chungu cha kwanza mpaka jana cha 30, haujaacha athari yoyote katika maisha yako. Yaani yale maisha ambayo umeishi na mimi nyuma kabla ya ndoa ndio unaotaka kuyaleta sasa hivi. Hivi umesahau aya za Mwenyezi Mungu? Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyami kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hayo maneno wewe yajui kwamba Mwenyezi Mungu amesema kabisa tumefaradhishiwa sisi kufunga kama ambavyo wamefaradhishiwa waliokuwepo kabla yetu sisi. Lengo ni sisi tuweze kuwa wacha Mungu. Ina maana Ramadhani imekuja lakini haija kuacha wewe ukiwa mcha Mungu. Kila anayekwambia unajua anakupenda, na mimi nakwambia kwa sababu nakupenda, tena nakupenda sana. Unajua umenipa adha kubwa sana mimi hapa kukulea ikiwa wewe ni mkubwa wangu. Nalala milango wazi hapa na kusubiri wewe umeenda kwenye madisko yako. Wakati mwingine unafika mbali mpaka unaniingizia wanaume humo ndani. Mwenyezi Mungu aleta shifa zake, umeolewa. Nasema alhamdulillah, dada yangu amestirika. Leo hii unaacha mumeo nyumbani kwake ajipakulie iftari mwenyewe, unakuja kwangu eti nataka kuwa huru niende nikacheze sijui majo. Wewe hapa ni kwenu, lakini leo huwezi kuingia kwa staili hii ambayo umekuja nayo. Kwa ninachokuomba, chukua huo mfuko wako uliokuja nao, urudi huko ulipotoka. Utajua mwenyewe kama utarudi kwa mumeo, sawa. Kama utaenda kutafuta mahali pengine pa kwenda kufanya maasi yako,
lakini sio hapa nyumbani kwetu. Si umenielewa vizuri? Nimekuelewa. Kumbe mimi kuja hapa kuishi maisha yangu mimi ya raha, kuishi kwa amani, kwako ni mzigo, na ndio maana umenipeleka kule ili uishi peke yako, umiliki kila kitu tulichoachiwa na wazazi wetu, si ndio maanako? Nashukuru kwa ulichonifanyia, kwa kunisaliti mimi, kwa sababu ya hizi mali tulizoachiwa. Unanikataa leo, unanifukuza hapa kwetu nilipozaliwa, eti kwa sababu ya kuolewa. Kwa hiyo nimeolewa, nimeuzwa, umeniuza, si ndivyo? Yaani kwa hili ni wazi kwamba mimi utaniona ni mbaya kwako, na tumeambiwa tusikatae udugu, lakini huku kunapoelekea, wallahi na kuapia nitakukataa. Sitakuwa na huruma na wewe kwa njia yoyote ile. Kama utakuwa umeichagua hii njia unataka kuifuata sasa hivi, mimi nitakuwa ndugu yako wa haki endapo pale utaamua kusimama katika njia iliyonyooka. Mata, rudi kwa mumeo, nenda kaombe radhi kama umemkosea kwa lolote lile, akusamee, uendelee na maisha yako, na isiishie hapo tu. Unatakiwa kubadilika. Sifa ya mwanamke aliye bora ni mwenye kustirika. Nashukuru sana, nimekuelewa vizuri sana. Ulikuwa unatafuta sababu mimi kuolewa, umepata sababu ya kunifukuza hapa. Nimeshajua unachotaka ni kumiliki kila kitu tulichoachiwa na wazazi wetu, na hivyo umefanikiwa. Mimi nitaondoka, asante kwa kunifukuza, ila utambue kuanzia leo mimi sio ndugu yako tena. Furahia maisha yako, furahia ulichokuwa unakitaka siku nyingi, eti kwa sababu mimi nisifurahie tu maisha na nifukuza kwetu. Nashukuru sana, naondoka, lakini tambua mimi sio ndugu yako tena. Hata nikifa usinitafute, na sikuone kwenye mazishi yangu wala kwenye kaburi langu. Mwenyezi Mungu, mtihani gani huu ambao mimi unanipa mja wako? Shoga yangu, nimeamua tu nje nikuletea huku kwa sababu kule tayari nimeshafunga. Sijua tena mida imeenda na nataka nitoke. Shoga yangu, ngoja nikwambia. Leo huko yule bwana kwanza nimemzungusha, nimemkoroga mpaka mwenye kaiva. Niwezi nifungia mimi ndani mwezi mzima na leo pia nsitoke. Hivi naanzaje? Kama unavyonijua shoga yako, naanzaje? Kweli mwezi mzima dada niko ndani, nikitoka kumwaga maji, nikitoka kwenda chooni, nikitoka kwenda kuoga, futari pia napikia ndani, kila kitu ndani. Sasa leo yuko aliko saizi anafurahia, nimeatimbua, nimeakanyaga, nimeabananga, nimekuja kwako. Shoga yangu, ushajipanga hapa, kila kitu safi, niachie mimi, yaani ni wewe na miguu yako. Twende zetu tukale maisha dada. Leo nkuruka majoka tu humu tu. Sipati picha shoga yangu, maana nilivyo miss ile moja baridi moja moto, alafu leo sasa kuna kitu ile ya kula na limao ile, leo ndo naitaka, leo ni baruze. Yaani Mata shoga yangu, hapo ulipo bado tu hujaacha hayo mambo. Kumbuka jana tu tumetoka kumaliza kufunga, tumetoka kutoka kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu. Mata shoga yangu, jaribu kuwa na hofu ya Mungu. Hebu acha maneno yako hivi jamani, kweli tumefunga mwezi watu umeisha. Shida iko wapi? Tusile raha sisi, tusienjoy kweli? Ramadhani ndio imesema kwamba watu wakifunga wasienjoy maisha? Au umeasikia wapi shoga yangu? Au unao ushajipanga na mambo yako atakaonikataa hivi hivi? Mata, kumbuka wewe ni mke wa mtu, umeolewa Mata. Jaribu kuwa na ile stara ya ndoa yako. Mimi mwenzi wako hapa nilipo natamani pate hiyo stara tu ya kuolewa. Namtamani hata huyo mume
mwenye miaka hata 90 anistiri tu hapa nilipo, lakini wewe huwazi wala ufikirii kuhusu ndoa yako. Basi hiyo ndoa yako uiheshimu, mheshimu Mwenyezi Mungu na kumwogopa pia. Kwa hiyo mke wa mtu afurahi maisha yake? Hivi kweli kuolewa ni utumwa? Kumbe nisifanye mambo yangu, nisiruke majoka kisa nimeolewa? Jamani, jamani, mnipumzishe jamani. Hata wewe pia unaniambia maneno haya, sijategemea shoga yangu. Na ndio maana nilifunga, na hapa ndipo sitaki kuharibu somo yangu kwa mambo yako ya kishenzi ambapo unataka kuniambia tuende. Mimi sitaki, nimeshatakasika tayari, nina imani ya Mungu, namwogopa Mungu Mata. Ama kweli siku ya kufanyia miti yote uteleza, mpaka wewe unanikataa leo hii. Niende wapi sasa? Wewe ndio udugu wangu, ndio shoga yangu, ndio kila kitu. Leo nikataa jamani hivi hivi. Niende wapi? Hata shoga yangu, kama unavyojua muda tayari saizi ushaenda. Mimi hapa nilipo ndio kama hivyo, nataka niende zangu wapi? Kwenye baraza la Idi nikapate mawaidha na fatwa nyingine. Mata, kaa chini jifikirie. Kwaheri shoga yangu. Shoga yangu, usiniache. Mwenzetu vipi? Asubuhi yote hii watoka wapi? Maana nimekuja muda sana hapa, haupo, na kupigia simu upatikane. Vipi? Nilienda msikitini mara moja. Kweli shetani anaweza kuwa malaika, nimeamini. Wewe tena na msikiti? Wewe tena? Tuachane na hayo. Vipi, mbona hapa nyumbani saizi asubuhi tena uko na begi? Muda sasa, unauliza kitu gani ambacho ukielewi hapa? Ili begi unaloona hili lina kila kitu changu, yaani lina kila kitu. Leo nitashinda hapa, tutakula hapa mchana, nitaoga hapa, halafu sasa tatoka. Kwanza nina kiu, halafu nataka leo ninywe, yaani ninywe, nilewe. Unajua nilewe, leo ujiandae kunibeba. Sasa tutaenda Kaskala au The City, utachagua wewe. Astaghfirullah. Mata, yule muda ambaye unamjua wewe siku za nyuma sio huyu ambaye unamuona leo. Mimi nimebadilika, halafu isitoshe wewe ni mke wa mtu. Mimi sijaja hapa kama mke wa mtu, na ningekuwa mke wa mtu ningekuwa huko kwangu. Mimi nimekuja kwa ajili yako, usitaki kuniyeyusha bwana, usitaki kunichanganya akili yangu. Hebu fungua tuingize tu ndani tukajiandae bwana. Mbona hivyo muda? Nimefunga mwezi mzima, ni siku 30. Kwa hizo siku 30 ambazo nimefunga, alhamdulillah nimebadilika. Sasa usitaki kuniharibia somo yangu ya siku 30 siku moja. Mata,
huo muda wa kwenda huko, sio kuruka, sio kufanyeje, mimi sina. Mimi sio yule wa zama hizo watu. Ndio nifanyia hivyo, lakini yaani mimi nimetoka kote huko, hujaona thamani ya kuja mpaka hapa. Nimejitoa mpaka hapa, muda wanifukuza kweli. Hebu acha hivyo bwana, kuwa kama mtu mzima bwana, mbona hivyo? Lakini Acha, chukua vitu vyako na urudi kwenu. mimi hata siondoki, nakaa hapa hapa mpaka unifanyie ninachotaka. Aondoke. Sawa, kama hii baraza imekupendeza basi uendelea kukaa, enjoy, kaa hapo. Utakapoona sasa unafaa kuondoka, utaenda. Muda hata huyo naye pia jamani. Sasa mimi nafanyaje? Waalaikum salaam warahmatullahi. Vipi hali? Kwema kaka, la siku nzuri. Mbona ghafla hivyo? Sikutegemea ujio wako hapa leo. Ni kweli, ila nimekuja kumuulizia ndugu yako, je, amefika hapa? Wewe unafikiri ataachaje kufika hapa? Na hapa ndo kwao. Ila kwa hicho ambacho amekijia hapa leo, nilifikiri pengine atakuwa amepitia huko kwako kwanza. Ina maana hamjaonana kabisa? Kiukweli kwetu amekuja, amefika na tumeonana vizuri tu, ila kuna baadhi ya mambo amenielezea, kiukweli mimi sijafurahika nayo. Amekuja amenielezea mambo yake ovyo ovyo, ajabu ajabu, aliyakuwa kwamba mimi tayari nishabadilika kaka. Ametaka tuende huko sijui madisco, mabaa, tukanywe moja moto, moja baridi. Hicho kitu kikweli mimi sijakipenda. Yaani hata bora wewe ulivyobadilika hivyo. Na mimi amenijia hapa na habari zake hizo hizo. Yaani sikutaka hata kupoteza muda kuanza kumsikiliza, sijui elelelele, sijui mume wangu kafanyaje, kanibana na majuba mwezi mzima. We mwenyewe unajua kwa sababu wewe ni rafiki yake wa muda mrefu sana. Jinsi Mata alivyonitesa mimi hapa. Tangu amefariki wazazi wetu, niye na madisko vumbi, madisko joka, si madisko nini mpaka leo hii. Yaani alivyoolewa nilinyoosha mikono juu, alikasema alhamdulillah na mimi nipumzishe ya nafsi yangu. Lakini kwa ile alilokuja nalo leo, sijui yani yule mtoto sijui yani hata sijui nizungumze vipi. Lakini sasa mimi ninachoshukuru na kufurahi ni kuona wewe umebadilika. Yaani hii Ramadhani ililetwa kwa lengo hilo la kutubadilisha sisi. Sijajua ndugu yangu amefumba na ibilisi gani. Ni sawa, ila mimi mwenyewe lengo la kuja hapa nilitaka wote mimi na wewe kaka tumshauri kuhusu swala hilo la kwenda kwa mumewe. Sawa, na mimi sina hakika kama muda huo itakuwa kamerudi kwa mume wake au kenda angalia mihanjo mengine. Manake bwana yule akili yake ni kama kuku. Yaani unamfukuza sasa hivi hapa, lakini atazunguka alafu atarudi tena hapa hapa. Kwa mimi ninachokuomba, kama itatokea utakutana naye, hebu nakuomba ukae naye. Walau umwelekeze namna wewe Ramadhani ilivyokubadilisha mpaka kufikia hapo ulipo. Na yeye akue atokane na huu ibilisi alokuwa nao. Sasa mimi nakuomba, kwa sababu mimi sidhani kama nitaongea neno atanisikiliza yule dada yangu, kwa sababu mimi namjua, tumeishi miaka mingi na wewe wajua. Kanisumbua sana Mata, kanisumbua sana mimi.
Yaani mimi nimevaa koti la ubaba, nimevaa la umama, ujomba na ushangazi kwa ajili yake yeye, lakini hanisikilizi. Kwa pengine wewe, kulingana na urafiki wenu jinsi mlivyotoka huko mlipokuwa mpaka sasa hivi hapo mlipofikia, pengine ukimwambia neno moja anaweza akakusikiliza na akakuelewa. Lengo na yeye abadilike, ameshapata nusura, atulie kwa mumewe. Umenielewa ndugu yangu? Basi haya, mimi nisikuchoshe sana, maana mimi mwenyewe pia natoka hapa nenda kwenye baraza la Idi kupata fatwa. Unajua tena kuzidi kuimarisha imani zetu bwana. Ni kweli. Basi kaka, kila la heri. Haya, karibu. Haya, asubuhi njema. Haya kaka. Shemeji, wewe tena hapa? Mume wangu huyo. Haya, kakangu wa nini? Au ndo umemfuata sasa mkaruki nyote majoka? Mwende huko kwenye maklabu, mastudio. Shemeji, wewe ujui mimi nimekuuliza kaka yako yupo, na kama yupo naomba unitie. Mimi naelewa, kwa sababu mwanaharamu hata umtie kwenye chupa atatoa japo kidole tu, limradi aonekane. Alafu labda sasa nikwambie kwa taarifa yako, kakangu mimi ni mtu wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si umeelewa? Kakangu mimi ni mtu wa vibega, muda wote ni msaafu, ni Mwislamu safi. Mimi naona alikosea kukuoa wewe, na sijui alikuokotea wapi. Alafu kabisa unatoa ndala zako sasa, unarudi tena hapa hapa. Hivi unajua ulipitia hali gani? Unafahamu? Kile kitabu kinachohusu uchizi kinakuwa bora kinapoandikwa na chizi mwenyewe kuliko kitakapoandikwa na mwenye kitu. Ukutukani, ila nakwambia ukweli. Yaani wewe kwa hiyo sura yako inavyoonekana tu, yaani unaweza hata kakangu kamuua muda wowote, aidha kwa pressure au kampigia sumu akafa kabisa, ukanipotezea kakangu. Sasa nikwambie tu kitu kimoja, sawa shemeji? Kakangu mimi nampenda sana, sawa Kwa hiyo ninachokuomba, kabla haujang'atwa ukaburuzwa tukapata watu kukushika, ni bora ungeenda. Sawa shemeji? Wewe nenda, yaani hapa wewe usitegemee msamaha. Yaani siku ya leo ni siku muhimu. Tazali tena. Baada ya siku za zake kitakachokuja. Mume wangu, naomba unisamehe. Najua nimekukosea sana, nimekudhalilisha na kuumiza nafsi yako. Mimi ni binadamu, nakosea. Nitaishi unavyotaka, nitakusikiliza siku zangu zote za maisha. Tafadhali Mungu, naomba unisamehe.
naomba unisamehe, naomba pia uniongoze. Mimi pia nakupenda sana mume wangu, ni shetani tu kanifikia. Sitarudia tena. Martha, asiyeona kasoro yake, basi hiyo ndio kasoro yenyewe. Lakini kwa kuwa umeenda ukajua kasoro yako ni ipi na ukakiri kuwa umekosea, hata dini yangu inanifunga nisipokusamehe, sababu Mungu mwenyewe anasamehe. Hivyo itoshe kusema nimekusamehe mke wangu. Unajua fika, unajua siwezi wala sina maamuzi yoyote tofauti na haya niliyoyatoa, na ndio maana nafanya hayo kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Nakupenda, nimekusamehe mke wangu. Achana na maneno aliyosema mdogo wangu, ni hasira tu, kwa sababu hata yeye aliyofanya si ya kuvumilika. Ukweli usiopingika, ulinikosea sana. Kwa hiyo nimekusamehe. Inuka tu ndani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kweli ameamua kutubu na kurudi kwa mume wake, basi Mwenyezi Mungu afungulie kheri na milango ya baraka katika ndoa yao. Hata nyinyi mnaonitazama, ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umeshakwisha. Tulifanya mema mengi, tuliabudu, tuliswali, tulifunga, tulitoa sadaka. Basi tuende tukahudumishe katika vile ambavyo tumevitenda, viwe katika muendelezo wa kila siku. So tena tuanze kufungulia madisko, tuanze kufungulia mambo ya starehe. Hiyo haipendezi, lakini pia sio katika misingi ya Kiislamu. Unachopaswa kufanya ni kukaa na familia yako au kwenda kwenye mabaraza ya Idi, na Mwenyezi Mungu yupo kila siku.